Mimi nimezaliwa kwenye familia ya kifugaji na ni mfugaji pia, nimefuga. Katika historia ya kufuga kwangu nilikuwa nikiona jinsi ambavyo tulikuwa tukipata changamoto hata kwenye familia yetu, kujua wanyama wakiwa wanaumwa kwa wakati, lakini pia hata inapotokea kwamba kuna changamoto labda mnyama anapotea, unaweza ukachukua miezi mitatu mpaka kadhaa hivi mzee. Kulikuwa kuna uwezekano kabisa wa kumtafuta huyo ng'ombe kwa sekunde. Umeona? Yaani ukakaa tu hivi, ukaingia kwenye simu yako, ukaona huyo ng'ombe bana yuko sehemu fulani, ukaenda ukamchukua, badala ya kutumia wiki nzima umeacha na shughuli zingine za uzalishaji, unaenda kutafuta ng'ombe. Nilipokuja sasa nikapata elimu ya utabibu wa wanyama kwa maana ya veterinary medicine, na nikajifunza vizuri sasa industry nzima ya mifugo kitaalamu zaidi. Nikaonelea sasa kuna haja ya kuwasaidia wafugaji pia kama mzee wangu. Wafugaji kama mzee wangu wanaokumbana na changamoto zikiwemo hizi za kupoteza mifugo kufa kwa sababu ya magonjwa kuenea katika mashamba, lakini vile vile uzalishaji usio na tija kwa sababu unakuta unavyoskip kutambua wanyama kama wako joto, unachelewa pia kupandisha. Kwa kama ukichelewa kupandisha, maana yake na ng'ombe pia wazai kwa wakati. Kwa hiyo inafanya unakuwa ufugaji usiokuwa na tija kwa sababu haukusaidii, lakini pia production inakuwa ndogo. Tukaona sasa kwamba tutengeneze kitu ambacho kitawasaidia wafugaji hao wengine, familia yangu na wengine pia ambao watavutiwa nacho, kupunguza changamoto hizo wanazokutana nazo. Na ndo hapo wazo lilikuja. Katika safari sasa ya kulitekeleza hili wazo mpaka kuwa kitu kwa maana ya product, tukaona bora tutafute wadau. Na mmoja wa wadau ambao alikuja akatubeba tukiwa tuna wazo ni Ifakara Innovation Hub. Na tulipofika kwao wakatusaidia kuliboresha zaidi wazo, kutoka kwenye kuwa lile wazo ambao tulikuwa tunaliona tu likiwa lina heng kuna vitu linakosa, kulijazishia sasa kwamba tuliweke kitaalamu zaidi, kwa sababu walitupa wataalamu, tukaliboresha likawa kitaalamu zaidi ili liweze kwa baadaye kuwa na impact kubwa kama ambavyo sisi tulikuwa tukiliona mwanzo. Kwanza kabisa, wakati tuna brainstorm wazo letu, tulifikiria kutengeneza product ambayo ni affordable kwa mazingira ya wafugaji wetu. Ukifika shambani, huwa tunaziweka sensa hizi kwenye masikio ya wanyama kwa upande wa ndani, lakini sikio lolote linaweza likawa la kulia au la kushoto. Tunaziweka kwa ndani kuzipa mazingira ya kuchukua taarifa kwa usahihi zaidi, zisiweze kuathirika na ukilinganisha ukiweka kwa upande wa nje. So tukimaliza kuweka kwa wanyama ambao farmer ameweka order, farmer huwa anasajili kwenye application ya Mnyama Cheki. Atafungua application, atajaza taarifa za wale wanyama kuanzia majina yao, jinsia zao, walizaliwa lini, anawaita majina yao, lakini ataweka na hii namba ambayo iko kwenye hii sensa. Ambapo hii namba hii sisi inatusaidia, akishaweka pale inatusaidia sisi kwenye kuiunganisha application ambayo farmer anayo na modo ambao tumeitrain huku backend, ili iweze sasa kuzitambua hizi taarifa zinatoka kwenye sensa ya aina gani. Kwa hiyo tukisha link tayari farmer anaanza kupokea taarifa za mnyama wake kutokea kwetu. Kwa hiyo ile sensa ikiwa inazikusanya taarifa inazileta kwetu, tunazichakata huku backend kwenye modo inazichakata, alafu inamtumia taarifa kama mnyama yuko salama, mnyama ameingia joto ampandishe, mnyama labda amekufa, lakini pia location alipo mnyama, lakini pia mnyama kama anaumwa au tu anaendelea vizuri, na kumbukumbu zingine ambazo farmer anaweza akaziingiza kwenye application, kwa sababu application yetu tumeitengeneza katika namna ambayo farmer anaweza pia akatunza kumbukumbu za shamba lote. Sio umeuza maziwa au umenunua ng'ombe, ng'ombe sio amezaliwa, ndama amezaliwa, mbuzi amezaliwa au nguruwe kadhaa au nguruwe amekufa, unatunza taarifa zote hizo kwenye Mnyama Cheki. Malengo yetu makubwa ni kuiscale biashara yetu, at least kuwafikia wafugaji wengi zaidi Tanzania, lakini pia tayari tuna watu wa mataifa ya nje na Tanzania ambao wameonyesha interest ya kutumia Mnyama Cheki.
tunazo oda kadhaa kutoka Rwanda, Uganda, kuna watu wanahitaji tukafanya majaribio pale. Kwa hiyo tunatamani sasa tuskeli kutoka Tanzania na kuyafikia mataifa mengine mengi yanayotuzunguka sisi Tanzania, ili kuwa na namba kubwa ya customers, kitu ambacho kitakatusaidia sisi kama Afya ya Mnyama kuachieve malengo yetu ya kuwa na revenue kubwa zaidi, ili kuitengeneza kampuni iweze kujiendesha na kuwa kampuni kubwa zaidi kuliko hapa tulipo sasa.